atashughulikia hali ya moyo wako ili ukisikia usisikie. Atashughulika na usikivu wako, kwa sababu kama atazuia usipate ujumbe wa kwako, utaondoka kwenye ibada ya kwamba somo jipya limefundishwa. Tumefundishwa juu ya thamani iliyojificha au thamani ya ndani au dhahabu iliyositirika, lakini somo litaisha, wewe uko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umesikia lakini hausikii. Kristo Yesu atusaidie. Kwa tunapoomba tunashughulikia hali ya moyo wako. Moyo wako uwe mwepesi, moyo wako uondoke kwenye uzito, ili uweze kuelewa kwa usahihi Mungu anazungumza na wewe nini kwenye ujumbe huu. Leo umekuja hapa, Mungu anataka upate nini? Maana kama usiposikia kile ambacho kimefungwa au kimebebwa na kwenye fundisho au na kwenye kile ambacho unasikiliza, maana yake hautaweza kupata kitu ambacho Mungu anataka upate. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa ajili ya kushughulikia uzito ulioachiliwa kwako, ili usije ukasikia, ili usije ukaelewa, ili usije ukaokolewa au ukapata ile siri ambayo Mungu ameikusudia ikakuvusha, basi ili tunapoondoa uzito, na tamani ya kwamba Mungu akisema, akili zako, fahamu zako, fikra zako, masikio yako ya kiroho yanakuwa wazi kusikia sauti ya Mungu ambayo imefichwa ndani ya sauti ya Luka unayoisikia. Amen. Amen. Uko tayari tuombe? Kunjua mikono yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kunjua mikono yako mbele za Mungu tena. Ibilisi anafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha anawapumbaza watu. Sina muda wa kufundisha kwa habari ya siri ya sikio na jinsi ambavyo linaweza likaasiri sikio la ndani, lakini watu wengi juzi tuliomba waliopulizwa kwenye masikio yao kichawi, ili chochote wanachosikia sikio liweze kuzuia kile ambacho kimebeba kitu cha Mungu kwa ajili yako, ili usiweze kusikia. Kwa hiyo ibilisi anahakikisha kwamba usikie lakini usisikie kile ambacho Mungu anataka usikie. Wakati umefunika macho yako, weka mkono wako kwenye kifua chako mbele za Mungu aliye hai. Naomba sana, natamani sana Mungu akufungue sai kupitia maombi haya. Mwambie yeye, Roho Mtakatifu, ninahitaji msaada. Hebu sema tu ndani ya moyo wako, mwambie Roho Mtakatifu, siwezi bila wewe. Ninahitaji msaada wako, kwa sababu masikio yangu yamefungwa, macho yangu kabisa hayaoni. Ninakuhitaji wewe Roho Mtakatifu. Saa nyingine nakuja maombi hata sisikii kile ambacho kinafundishwa. Mwambie Roho Mtakatifu, siwezi bila wewe, wewe ndio msaada wangu. Hebu tusema mbele za Mungu aliye hai. Shika moyo wako, weka mkono kwenye moyo wako. Endelea kutafakari ndani ya moyo wako, ni kiasi gani unasikia usikivu wa Roho Mtakatifu tunapopewa neno la Mungu aliye hai. Wewe ni wa thamani sana. Wewe ni soko ambalo ni la thamani. Bidhaa yako inauzika, hata ukiweka kwenye soko la dunia unauzika, kwa sababu wewe umebeba kitu cha thamani. Lakini shetani ametupofusha macho. Shetani ameshikilia maisha yetu. Hebu nena tu mbele za Mungu. Mwambie Mungu, kumbe mimi ni wa thamani. Kumbe mimi ni wa thamani. Sisi ni wa thamani Jehova. Ni kweli Yesu ni wa thamani. Hata watoto wako wanaosikiliza kwa njia ya mitandao ni wa thamani Bwana. Ni bidhaa adimu Mungu anakuhitaji Jehova. Sisi ni wa thamani, tunakiri kabisa mfalme wa amani. Masikio yetu yamefungwa. Masikio yetu Mungu hayaoni, ni vipofu. Ndio maana tumekuja mbele zako tena siku ya leo. Ukamuuliza Bartimayo, nataka nikufanyie nini? Bartimayo akakuambia, nataka kuona. Ni kweli Yesu, tunahitaji kuona. Umetupa vitu vya thamani, unatufundisha vitu vya thamani, lakini hatuoni wala hatupokei. Masikio yetu yamefungwa. Roho Mtakatifu, pita ndani yetu, ufungue na masikio yetu ya ndani, tukapate kusikia, tukasikia kila ambacho Roho Mtakatifu umekusudia kwa ajili ya maisha yetu. Ziko baraka ambazo umekusudia kwa ajili ya familia zetu Jehova. Tunataka kusikia, tunataka kupokea
kuona Jehova. Tunahitaji kuona, ni vipofu hatuoni. Tunapita na hiyo damu ya mwana kondoo ndani ya macho yetu ya ndani. Upofu ukaondoke siku ya leo. Upofu ukaondoke ndani ya moja mmoja, kwa sababu Yesu wanastahili kuona, wanastahili kupokea, wanastahili kusikia. Acha niwalete mbele zako Jehova. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu, tunakuhitaji tukakuone. Pita na nguvu zako, pita na uwezo wako, pita na mamlaka yako Jehova. Pita ndani ya moja mmoja, usimwache hata mmoja. Wote ni watoto wako Jehova, wote ni wanafunzi wako, wote ni wafuasi wako, wanahitaji msaada. Yesu wape macho ya kuona. Ondoa magamba kwenye macho, ondoa magamba kwenye macho, waweze kuona Jehova. Ile vazi waliovalishwa la kichawi likapate kuondoka. Pita na nguvu zako na uwezo, pita na mafuta yako Roho Mtakatifu. Pita kama nyundo, pita kama moto, pita zaidi ya upanga ukatoa kuwili, kuteketeza na kuharibu kila falme ambazo zimetushikilia. Roho Mtakatifu, pita ndani ya watoto wako. Kanisa lako linakuhitaji. Umewaambia wao ni wa thamani sana, umewaambia wao ni wa thamani sana. Pita na nguvu zako na uwezo. Wanahitaji kupokea siku ya leo, wanahitaji kuona. Roho Mtakatifu, pita. Roho Mtakatifu, pita mpaka kwenye mitandao, pita Facebook, pita YouTube kwa ajili ya moja moja, wakapokea Jehova. Wana vitu vya thamani. Wengine na akina Daudi, wengine na akina Hana, wengine na akina Mariamu. Yesu, pita na nguvu zako, pita na uwezo wako. Wao ni chaneli ya wokovu kwa ajili ya familia zao. Wamekuja kuwakilisha familia, wamekuja kuwakilisha ndugu zao. Haijalishi misingi imeharibika, Yesu tunakuja mbele zako. Haijalishi misingi inasumbua, lakini tunalojua neno moja. Yesu, ni wewe unayefanya, ni wewe unayetenda. Pita ndani ya Jehova, pita na nguvu zako, pita na uwezo wako, pita na mamlaka yako. Tunahitaji msaada, hatuna kimbilio lingine. Wewe ni mwamba imara. Yesu, tuko kwenye mwamba, macho yetu yapate kuona, tupige hatua, macho yetu yapate kuona, tupate kutazama katika jina la Yesu. Vile tunavyoanzisha viweze kukua katika jina la Yesu. Hata somo linaachiliwa litupe maarifa ndani yetu. Yesu, pita na uwezo wako, pita katika jina la Yesu. Tunapangua nguvu za giza. Hebu simama mbele za Mungu, simama mbele za Mungu. Tuingie kwenye maombi ya vita kidogo. Kataa kabisa. Inawezekana ni misingi ya mabibi na mababu. Kataa kabisa hilo zuilio ambalo umeachiwa katika ulimwengu wa roho. Mwambie Mungu, ninasimama kama mshindi mmoja. Mungu akasema anaye mmoja mwenye nguvu kama Zoruba. Hebu pita na Zoruba Kristo Yesu. Yesu, tunapita na hizo nguvu zako, tunapita na uwezo wako, tunapita na mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu aliye hai, tunapangua kila laana yote iliyotamkwa juu yetu katika jina la Yesu, ili tusiweze kuona, ili tusiweze kusikia, ili tusiweze kutazama. Tunapangua hizo falme zilizosimama katika ulimwengu wa roho. Tunaachilia damu ya mwana kondoo. Hebu pita na damu ya mwana kondoo. Mwambie Mungu, ni damu yako tu. Pita na damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Yesu, tunanyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye masikio yetu, masikio ya kila mmoja ya kiroho akafunguke na ya ndani akafunguke katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunapita na hiyo damu, tunaenda kinyume kabisa na hizo nguvu za giza ambazo zimesimama katika ulimwengu wa roho, zinazozuia tusiweze kusikia. Tunapangua hao wazee waliokaa vikundi kwenye ulimwengu wa roho, wanaozuia watu wa Mungu wasipokee Bwana yao katika jina la Yesu. Hebu pita nyumbani, pita kijijini, pita kwa wazazi, pita kwenye kila nyumba ambayo unajua zuio limeachiliwa. Hebu pita na hiyo damu, nena na damu. Yesu akiwa na damu anashuka kututetea na kutupigania. Pita na damu ya mwana kondoo. Pangua kila falme, pangua kila madhabahu, pangua kila kelele inayokufanya usiweze kusikia, pangua chochote kinachofanya usiweze kuona. Ondoa hilo giza. Yeye ni nuru, nuru ikaangaze. Nuru ya Kristo Yesu inaweza kuzukia zaidi. Hebu mwambie Mungu, ninahitaji nuru yako. Hebu pita na hiyo damu ya mwana kondoo. Pita tu. Mwambie Yesu, ninakuhitaji. Nahitaji kuwa salama. Mwambie wewe ni nuru. Kwa nini kuwe na giza? Hebu ondoa
maisha mazuri, nia yako kuona, nia yako kufungua makampuni, nia yako kuonesha magari, kujenga nyumba na kuishi kwenye nyumba nzuri, nia yako kuwa na afya njema. Pita mwambie Mungu, nahitaji nuru yako. Pangua kila falme ambazo zimesimama kwenye vijiji kule kwa mababu na mabibi. Haribu kila falme. Pita na damu ya mwana kondoo. Nenda kwa imani mbele za Mungu. Mungu anaangalia imani yako. Peleka imani yako mbele za Mungu. Onyesha imani yako mbele za Mungu kama Bartimayo alivyoonyesha imani. Akasema, nataka kuona Yesu. Na kweli akaona. Ukaona siku ile. Ukapokea. Pakeji ni ya kwako. Somo ni la kwako. Maisha mazuri ni ya kwako. Dhahabu safi ni ya kwako. Nenda mbele za Mungu na hiyo damu. Mwambie Mungu, ni damu yako tu. Mwaga kila sehemu. Pita na hiyo damu tu. Mwaga kila mahali. Mwambie tu Mungu, damu yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo liye hai, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya msalaba, Mungu wa milele yote, Mungu mwenye uweza na nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu sema, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa sauti, katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, wewe Mungu mwenye nguvu zote, wewe mkuu wa uzima, wewe uliye alfa kwangu, tena wewe uliye omega. Nimekuja mbele zako, nimealeta maisha yangu kwa ajili ya hali yangu, hali ya moyo wangu. Moyo wangu ni mzito, moyo wangu ni mzito. Bwana Yesu, kuna jambo limefanyika kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu ya kiroho. Kuna jambo limefanyika ili mimi fulani nisibadilike, ili mimi fulani usije ukaniokoa, usije ukanifungua. Kwa jina la Yesu, kuna kitu kimefanyika kwenye masikio yangu, masikio yangu ya kiroho. Ni kweli ninasikia, lakini sisikii. Baba mtakatifu, ninakuja mbele zako. Ni kweli kabisa unazungumza na mimi, lakini sisikii sauti yako. Nami ninakuja kwako siku ya leo kwa ajili ya chochote cha giza kilichofanyika kwenye masikio yangu, kwa ajili ya agano na kwa ajili ya mkataba. Agano la giza, agano la kichawi lililofanyika kwenye masikio yangu, masikio ya kiroho, kwa jina la Yesu, na kwenye ufahamu wangu, ili nisielewe, ili nikisikia nisiweze kuelewa. Kwa jina la Yesu, kila uzito wowote, ule uzito wa kichawi, ule uzito wa kichawi, ule uzito wa giza ulioachiliwa juu yangu, ule upofu ulioachiliwa juu yangu, kwa jina la Yesu, na miungu mbalimbali iliyopewa heshima, iliyoabudiwa, niliyoiabudu kwenye maisha yangu, Bwana Yesu, leo hii ninasimama mbele zako kwa jina la Yesu. Kila roho yoyote na kila madhabahu yoyote iliyonifunika, kila roho yoyote iliyonifunika wakaachilia kwangu roho ya uzito, roho ya uzito, roho ya uzito, kupitia roho ya giza, roho ya giza na vifungo vya giza, kwa jina la Yesu Kristo, leo hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila kilichojengwa cha giza kwenye maisha yangu leo nakibomoa kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyojengwa kwangu leo naibomoa. Kila nguvu iliyoachiliwa kwangu leo naiharibu kwa jina la Yesu. Kila mnyororo ulionifunga leo uyeyuke kwa moto wa Roho Mtakatifu.
kila kamba yoyote iliyonifunga kwenye ulimwengu wa roho, kwenye nyumba ya miungu, kwenye miti ya miungu, kwa jina la Yesu, hizo kamba leo zikatike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho yoyote inayojua vile vya thamani vilivyoko ndani yangu, hiyo roho inayonipinga nisielewe, nisisikie, nisije nikafunguka, leo hii kwa jina la Yesu ninaamuru hiyo roho iniachie kwa jina la Yesu. Uzito wowote kwenye ubongo wangu, uzito wowote kwenye moyo wangu, uzito wowote kwenye mabega yangu, kwa jina la Yesu achia ndani yangu, achia juu yangu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu kwa sauti. Nenda kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti. Nataka nikufundishe siri ya sauti, siri ya kupaza sauti. Nenda kwa sauti, nenda. Lichelo jina la Yesu kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti. Nenda, usilitamke lo jina la Yesu kwa sauti ya chini, tamka kwa sauti ya juu, tamka kwa sauti ya juu. Kuna siri kwenye sauti hiyo, kuna siri kwenye kupaza sauti mbele za Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, utaona tu, kuna hali utaisikia, kuna hali itapita kwako, kuna uzito utaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Ni kama kwenye ulimwengu wa roho, kuna mahali utasikia paa, maana yake mbingu zinapasuka, mbingu zako zinaachia kwa jina la Yesu Kristo. Paza, paza, paza kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina. Paza tu, paza tu, paza tu, paza tu, paza tu. Ndio maandiko yanasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka, atafunguka. Utaona mbingu zako zinafunguka, utaona mbingu zako zinafunguka kwa jina la Yesu Kristo. Utaona kuna roho zitakuachia, kuna roho zitakuachia, zitaachia ilo anga lako unaosikia kama uzito, unaosikia uzito, unasikia uzito kwa jina la Yesu Kristo. Mbingu zako zitafunguka, mbingu zako zitaachia kwa jina la Yesu Kristo. Hata roho yoyote iliyoshika utaone na kuachia, mapepo yatakuachia, roho za usingizi, roho za uzito zitakuachia, roho za giza zitakuachia, vifungo vya uzito, vifungo vya giza vitakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya kichawi itakuachia kwa jina la Yesu. Nenda tu, nenda. Bado kwa jina la Yesu, bado nenda tu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna watu waliopulizwa na wachawi kwenye masikio yao, kwa jina la Yesu ile pumzi ya kichawi iliyoachiliwa ndani yako ikasababisha uzito, ile pumzi ya kichawi, ile pumzi ya kichawi, ile pumzi ya kichawi, ile pumzi ya kichawi, ile pumzi ya kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Waliosemesha kwenye sikio lako la kushoto, waliosemesha kwenye sikio lako la kushoto, waliokusemesha kwenye sikio lako la kushoto kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wakasemesha maneno fulani kwenye sikio lako tangu ukiwa mtoto, ripasotori ya sika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila matamshi yaliyotamkwa kwenye masikio, kila matamshi yaliyoachiliwa
yaliyoachiliwa kwenye masikio yako kwa jina la Yesu Kristo, yakasababisha usipende kusikia vitu vya kimungu kwa jina la Yesu Kristo. My Jesus. Nenda tu. Kuna watu vitu vya kimungu hawatamani kusikia, lakini kama ni vitu vingine wanaweza wakatamani kusikia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ingawa anasimu, lakini hajawahi hata kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana yake masikio yake yametengenezewa roho ya wepesi kusikiliza mambo ya kidunia, lakini sio mambo ya kimungu, sio mambo ya kumponya. Anasema ya kwamba ili asije akasikia, akaseza kusikia, akaelewa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Achia masikio yake, achia ile sikio la kitumishi linalopaswa kusikia maelekezo ya Mungu ali hai kwa jina la Yesu Kristo. Funguka, achia madhabahu yoyote iliyoshika kwa jina la Yesu Kristo, achia kwa damu ya Yesu Kristo, achia kwa jina la Yesu Kristo, achia kapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Sikio la kinabii likapate kufunguliwa. Tunapita na huo moto wa Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hilo sikio likapate kufunguliwa, ukapokea sawa na mapenzi ya Mungu, ukatembea ukamiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sikio la mtume na nabii, sikio la mchungaji likapate kufunguliwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Nguvu yoyote iliyoachiliwa katika ulimwengu wa roho tunaishusha chini, haina mamlaka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo nguvu inayodhoofisha katika jina la Yesu masikio yetu ya ndani yasiweze kusikia, tunaipangua kwa damu ya mwana kondoo. Hebu pita na hiyo damu, pangua kila kilichosimama kwenye ulimwengu wa roho kinachokufanya usiweze kusikia. Kila mtu anatamani kusikia, Mungu anatamani wewe usikie, kwa sababu ni haki yako kusikia, ukasikia na kupokea katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo. Na haya macho yaliyofungwa tunafungua kwa damu ya mwana kondoo, macho ya kiroho, macho ya wafanya biashara, macho ya wakulima, macho ya mitume na nabii katika jina la Yesu tunafungua. Hebu fungua macho yako, ondoa kila chochote kilichosimama katika ulimwengu wa roho, kizuizi chochote kipangue, bomoa, haribu katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo. Macho yake akaone, macho yake akapokee, macho yake akakupeleke mbali, ukaone ukaruke juu kama tai, jicho lako likaone mbali katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo. Ni haki yako kupokea katika jina la Yesu. Tunafungua macho yetu, fungua macho yako, fungua macho ya watoto wako, fungua macho ya mume wako, fungua macho ya biashara zako, fungua macho ya uchumi wako, fungua macho kwa ajili ya elimu ya watoto wako. Wako watoto wamefungwa macho, hawawezi hata kuona, hawafanyi vizuri shuleni. Hebu pita na hiyo damu, pita tu na damu ya mwana kondoo, pita kwa ajili ya mtoto wako, mtaje jina, mwambie Mungu namleta mikononi mwako, mtoto wangu haoni. Yesu nimekuja kumwakilisha mahali hapo, wewe ukifunguliwa na mtoto ataona. Pita na hiyo damu, Mungu anaangalia haja yako na kiu ndani yako, amanisha ndani yako, mwambie Mungu siondoki leo mpaka nikuone ukifanya, ukitenda kwa ajili ya utukufu wako. Peleka damu ya mwana kondoo, pita na hiyo damu, mwambie Mungu ni masikio yako, ni macho yangu ya kiroho, ondoa uzito kwenye moyo. Inawezekana moyo wako una uzito, pangua uzito kwenye moyo wako ili uweze kupokea. Pangua chochote ambacho kimesimama. Masikio ni ya muhimu. Mungu anategemea masikio yako upate kusikia. Mungu anategemea kinywa chako uweze kusema. Pangua chochote ambacho kinazuia ili wewe usiweze kupokea kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pita na zaruba Kristo, pita na nguvu na uwezo, pita na mamlaka ya Kristo. Pangua chochote kilichosimama. Mungu tunakuhitaji kwa ajili ya macho yetu, kwa ajili ya masikio yetu, tukapate kupokea kwa ajili ya utukufu wako. Kristo wa Nazareti,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, macho yake ya kiroho yakapate kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukapate kuisikia sauti yako Mungu wetu, tukapate kuielewa sauti yako unaposema nasi, unapozungumza nasi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninaomba mkono wako wenye nguvu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ukapite kwa watoto wako, ukapite kwa watoto wako katika jina la Yesu, wepesi kwenye fahamu zao, wepesi kwenye kuelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, yomkini juu yao Bwana Yesu wamewekewa pazia zito, blanketi la kichawi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, naomba mkono wako mtakatifu, naomba mkono wako wenye nguvu Bwana, katika jina la Yesu, na ukapata kufanya kitu kwa watoto wako sasa, katika jina la Yesu. Haleluya. Katika jina la Yesu. Hebu naomba chukua sadaka yako mbele za Mungu, unganisha na ombi hilo, unganisha na ombi hilo. Chukua sadaka yako, naomba njoo kwenye madhabahu. Chukua sadaka yako, njoo nayo kwenye madhabahu. Chukua sadaka yako, njoo nayo kwenye madhabahu. Njoo ukiwa una ombi hilo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ya kwamba Mungu akufungue fahamu zako, Mungu afungue akili zako, Mungu afungue ufahamu, Mungu afungue akili, Mungu afungue ufahamu, Mungu akafungue akili zako katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa umeshika sadaka yako, njoo kwenye madhabahu. Naomba fanya haraka, njoo na sadaka yako kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Tuombe ombi hili. Ukija hapa, simama tu hapa mbele katika jina la Yesu, nikuombe ombi hili mbele za Mungu aliye hai katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jambo hili limebeba mambo mengi ndani yake katika jina la Yesu. Jambo hili limebeba mambo mengi ndani yake. Jambo hili ndilo ambalo limebeba majibu ya maombi yako. Jambo hili ndilo limebeba fursa iliyoko kwa mtu mwingine kwa ajili yako. Jambo hili ndilo ambalo limebeba upenyo mkubwa sana kwenye uchumi na katika maeneo mengine. Maana yake kama adui atafunga macho yako, unaweza ukakaa mahali ambapo kuna fursa za kufanikiwa kiuchumi, lakini wewe usifanikiwe, usione hiyo fursa hapo. Unaweza usione hiyo fursa, wengine wakaona, wewe usione. Kwa nini? Kwa sababu unaona lakini auoni. Unapofungwa macho yako kwenye kiroho, usione kwenye mambo ya kifedha, hutaona. Utakaa mahali ambapo ziko fursa za kiuchumi, lakini wewe hutaona kitu. Kwa nini? Kwa sababu tu umefungwa katika jina la Yesu. Nyosha sadaka yako mbele za Mungu katika jina la Yesu. Omba Mungu tu hivyo. Mungu ayafungue macho yako. Natamani uweze kuona. Natamani macho yako yafunguke. Natamani masikio yako yaweze kusikia. Upewe maelekezo na Mungu juu ya hatua fulani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usione kile ambacho wewe unataka uone, ila uweze kuona Mungu akuonyeshe kile ambacho Mungu anataka uone katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukapate kuona neema mahali ambapo watu wengine hawaoni neema, lakini wewe unaweza ukaiona neema kama unaona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba mtakatifu, tazama tumekuja machoni pako Mungu wetu. Tumekuja na sadaka zetu mbele zako mfalme uliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumekuja kwenye madhabahu yako Bwana Mungu wa milele yote. Hili ni ombi ambalo Baba tunaomba mapema kabisa. Tunaomba mbele zako Mungu wetu. Tunatamani kuona Bwana katika jina la Yesu. Wako ambao wanaona lakini hawaoni sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana umesema Bwana wanasikia lakini hawasikii vyema. Kuna watu ambao Mungu wa milele yote, kama ni kusikia tunasikia lakini hatusikii vyema katika jina la Yesu Kristo. Yupo anayeona lakini anaona watu kama miti inayotembea, aoni vyema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa, wako ambao hawaoni fursa, wako ambao wamefungwa, wameachiliwa pazia zito juu yao katika jina la Yesu. Na wachawi wasione neema, wasione fursa Tanzania, wasione neema kwenye maisha yao, wasikuone Mungu wa milele yote katika jina la Yesu Kristo. Nami ninaomba mbele zako Bwana, tumekuja machoni pako, tumekuja na sadaka. Tunatamani kuona, tunatamani kusikia kwa
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba mbingu zikapate kufunguka juu yao katika jina la Yesu, wakapate kuona waziwazi, kwa sababu ya kutokuona. Yule mwizi pale msalabani alikuja kuona wakati wa mwisho, akasema hakika mtu huyu alikuwa mwema, lakini siku zote alimsulubisha, alihusika katika kumtenda mabaya kwa sababu wa kuona. Robo shapotoria sika. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, wape watoto wako yale macho ya kiroho ambayo umesema kwenye Waefeso, macho ya mioyo yenu yapate kutiwa nuru kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, roho ya uchawi itoke kwenye macho yao, roho ya kupumbaza iliyopumbaza fikra zao, iliyopumbaza akili zao, wasije wakaelewa, wasije wakaona, wachione Bwana, wasije wakaelewa, wakisikia wasije wakasikia. Mungu uliye hai, pokea sadaka zetu Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikawe sababu ya Mungu wa milele yote ya wewe kufuatilia maisha kila mmoja, watoto wako wakaelewe kwa usahihi wote, sawa sawa na makusudi yako, sawa sawa na mapenzi yako. Pokea sadaka zetu Mungu kwa ajili ya ufalme wako na kwa ajili ya ukurasa wako. Kila mtoto wako Bwana anayeachilia sadaka yake kwako Mungu, ukapate kutenda kwake kwa ukarimu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu kwenye madhabahu, achilia sadaka yako kwenye madhabahu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wakati unaachilia sadaka yako, ni kukumbusha matangazo machache. Kama wewe ni mgeni, ndio mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, na kukaribisha kwenye ibada za mahali hapa. Tunakutana mahali hapa kila siku za Jumatatu, Jumatano, Ijumaa na Jumamosi. Saa 9 tunaanza ibada zetu, tunamaliza ibada saa 12 za jioni. Mungu akujalie neema yake kwa ajili ya kufika, ili uweze kupata kile ambacho Mungu amekusudia upate mbele zake. Lakini tunarusha vipindi kupitia radio Sunrise Radio kwa masafa 94.9 FM kila siku za Jumapili saa 3 usiku mpaka saa 4. Tunakuwa na kipindi cha lisani moja. Roho wa Kristo, roho wa neema yake akujalie kwa ajili ya kufuatilia hivyo vipindi, na ninaamini kuna kitu kitakusaidia kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Haleluya. Lakini siku ya Jumapili tutakuwa na ibada ya ajabu sana. Hii ni ibada ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Tutakuwepo mahali hapa tukimsifu Mungu kuanzia saa 8 mpaka saa 12 za jioni. Tutamsifu Mungu aliye hai sana, na tutajazwa Roho Mtakatifu. Na nataka nikwambie, hata kama macho yako ni kipofu wa miaka mingapi, hebu kusudia, amini, na Mungu atakufanyia kitu hiyo siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya saa hii. Naomba nimshukuru kwa ajili ya neno. Baba, asante kwa ajili ya wema wako. Saa hii tena umenipa nizungumze na watoto wako. Dakika hizi ambazo Yesu umetupa, tufunulie, tuonyeshe, tuweze kuona kile ambacho unataka tuone, sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na kusudi lako, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, somo ambalo tunalitafakari pamoja au tunajifunza ni kwa habari ya kufichua dhahabu iliyositirika ndani ya mtu. Kufichua dhahabu iliyojificha au kusitirika, lakini imewekwa ndani ya mtu, ambayo ikifunuka italeta mvuto wa dhahabu au mvuto wa dhahabu. Naomba tupite kwa kuangalia kile kitabu cha Ufunuo, lakini tunaongozwa na kitabu cha Maombolezo sura ya 3 ule mstari, sura ya 4 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Akiwa anazungumza juu ya watu ambao wana thamani kama mawe au kama dhahabu, anazungumza pale. Alafu akaja akaeleza watu hawa wenye thamani kama dhahabu safi. Kwenye mstari wa pili anazungumza ni kina nani. Mstari wa pili anasema wana wa Sayuni wenye thamani kama dhahabu iliyosafishwa sana. Wana wa Sayuni wenye thamani kama dhahabu.
Kwa hiyo ukiutazama ule mstari wa kwanza vizuri, utaona anapozungumza azungumzi uko chini kwenye maisha ya watu ambao wako kwenye hali nzuri. Uko chini inaeleza juu ya hali zao mbaya. Inaeleza jinsi ambavyo wanakumbatia njaa, jinsi ambavyo ni maskini, jinsi ambavyo wanazunguka barabarani. Anazungumza jinsi ambavyo wanaishi maisha magumu sana, wamekonda. Lakini hapa juu anasema ya kwamba jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa na dhahabu iliyo safi ilivyobadilika. Alafu anasema na mawe ya patakatifu yametupwa mwanzo wa kila njia kuu. Sasa hii anazungumzia hali ya watu hao, lakini ya rohoni. Hali yao ya rohoni, maanake kuna dhahabu iliyojificha ambayo ilipaswa kung'aa, iliyokuwa ndani yao, iliyopaswa kung'aa imebadilika. Anayezungumza hapo. Alafu mstari wa pili anaeleza au watu kwenye hali yao ya kimwili, ya kwamba ni hiyo dhahabu ni nini. Anasema hawa ni wana wa Sayuni ambao ndani yao wana thamani ile ambayo iliacha kung'aa, ambao wana thamani hiyo kama dhahabu safi. Lakini anasema wamezaniwa kwamba ni vyombo vya udongo, kazi ya mikono ya wanadamu. Kwa hiyo utaona anazungumza juu ya mtu. Kwa hiyo kusema ya kwamba dhahabu iliyositirika, atuiangalie dhahabu au tunaweza tusione dhahabu kwenye maisha yetu. Kwa nini? Yamkini kwa sababu dhahabu hiyo imeharibiwa au dhahabu hiyo imeacha kung'aa, kama watu wakajikuta ya kwamba wana maisha magumu. Sasa unisikize. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Tulisoma sura hii hapa, na leo natamani nizungumzie alafu niingie ndani kidogo tu, alafu ikupe kupiga hatua nyingine tena. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ule mstari wa 18. Hapa anatueleza juu ya Mungu anavyozungumza au ushauri ambao Mungu anautoa kwa ajili ya ili kanisa, au tungesema kanisa kama mtu anautoa juu ya huyu mtu hapa. Anasema hivi, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Hafasema upate kuwa tajiri. Ninakupa ushauri. Anayezungumza ni Mungu. Anazungumza na mtu wake, anazungumza na mwanadamu, ya kwamba ninao ushauri kwako, kwa sababu natamani kukuona ukiwa tajiri. Nataka uwe tajiri, lakini nakupa ushauri uje kwangu mimi ununue dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Alafu anamwambia, ameweka koma, alafu anamwambia ili uwe tajiri. Maana yake kinachompa utajiri ni ile dhahabu ambayo anaambiwa aende kwa Mungu anunue ili awe tajiri. Maana yake kinachompa utajiri ni dhahabu ambayo anapaswa aende kwa Mungu kwenda kununua, ambayo hiyo dhahabu ndio itakayomfanya awe tajiri, itakayomfanya awe tajiri. Huko mbeleni anazungumza juu ya macho yake, na aende akatafute dawa kwa Mungu, apewe macho, apake kwenye macho yake aweze kuona. Sasa mimi nataka tuchukue hicho kipengele, njoo kwangu ununue dhahabu ili uwe tajiri. Sasa anayezungumza maneno haya angekuwa ni mwanadamu, tungezungumza lugha za kiuchumi, ya kwamba huyu mtu atakuwa anafanya biashara ya madini, na dhahabu ni madini, ni mojawapo kati ya madini yenye thamani. Kwa hiyo inawezekana huyu mtu anafanya biashara ya madini. Kwa hiyo ningekuja kwake nimwambie ise, niuzie basi hilo jiwe au hayo madini ya dhahabu ili nikauze.
Au kwa sababu pale amesema ya kwamba ili uwe tajiri, maana yake huyu mtu hana hela. Kwa hiyo ile nunua nini? Lipa gharama. Haya, niambie ni gharama gani nilipe ili unipe hiyo dhahabu nikaiuze niwe tajiri? Amena. Ingekuwa ni kwa mwanadamu. Lakini anaenda kumwambia nani? Anayemwambia njoo ununue ni Mungu. Je, Mungu anafanya biashara ya madini? Hapana. Kwa akisema njoo ununue dhahabu, maana yake Mungu ana kitu ambacho sio cha nje, ambacho ni dhahabu, lakini ni kitu cha wapi? Cha ndani, ambacho kitamfanya mtu awe tajiri. Ndio maana nilitolea mfano huu hapa ya kwamba ile taa pale inatoa mwanga, na tunauona ule mwanga ukiwa unaangaza na kufukuza giza. Lakini pale kwenye ule mwanga unaotoka au toki kwenye hiyo nyumba, huo mwanga unatoka, kuna vibalbu kule ndani vidogo. Vile vibalbu ndivyo vinavyotoa mwanga. Vikitoa mwanga, ili cover la nje linapokea mwanga au linadhihirisha ule mng'ao uliotokea ndani. Ilo bodi la nje likatoa kile kilichotoka wapi? Kilichotoka ndani ya hilo cover. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Mfano, ukiangalia hii balbu hapa haiwaki, haionyeshi, inaonyesha rangi nje, inawezekana sio nzuri, lakini zile taa ndani zikiwaka, hilo cover la nje litadhihirisha kile kilichoko ndani. Kwa kile kilichoko ndani kitatoka nje. Nje tutaona mwangaza, lakini na ule mwangaza utadhihirika mpaka kwenye hilo cover la nje. Tutaona mwanga, hatutaona kingine, tutaona mwanga huo ambao tunauona, kwa sababu kuna kilichoko kule ndani ndicho kilichoamua hicho cha nje kikapitisha kile kilichoamliwa na kile cha wapi? Cha ndani. Kwa hiyo anaposema ya kwamba uje ununue dhahabu uwe tajiri, maana yake utajiri unaamriwa na kile kilichowekwa wapi? Ndani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio maana kwenye waraka wa 3 wa Yohana anasema, na kwa Gayo mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ilivyofanikiwa. Maana yake kuna mafanikio au kuna kitu ambacho kinaanzia ndani, kikiwepo kwa mtu kikadhirika ndani, lazima nje kitokezee. Na kwa huyu Gayo anamwambia hicho ambacho kinang'aa huko ndani kitokezee kuleta mafanikio kwenye maisha yako ya kimwili. Kwa hiyo sasa, kama anasema uje kwangu ununue dhahabu iliyosafishwa ili uwe tajiri, maana yake hiyo dhahabu ambayo unaisema mng'ao, mvuto wa dhahabu, nazungumza dhahabu gani? Lakini uelewe ya kwamba matokeo yako ya nje yanaamriwa na kitu kilichoko ndani. Hivi akatuambia kule kwenye maombolezo ya kwamba dhahabu imeacha kung'aa, dhahabu safi imeacha kung'aa. Matokeo ukisoma kule chini kuanzia ule mstari wa 5 na kuendelea, matokeo, kwa sababu dhahabu safi imeacha kung'aa, matokeo anasema yule ambaye alikuwa anakula chakula cha kifalme leo anakumbatia njaa. Maana yake amekuwa masikini, alivyo navyo vimepotea. Kwa nini? Dhahabu safi au kile kilichokuwa ndani yao, kilichokuwa kinasababisha awe tajiri, hicho kimeacha kung'aa au kimeharibika. Kwa hiyo kwa sababu kimeharibika huku nje, vile yale matokeo ambayo yangeletwa na kile kilichoharibika ndani, sasa kilichoharibika ndani kinaleta matokeo ya kuharibika nje. Ndio maana tunasoma kwenye kitabu cha Isaya hivi, sura ya 60, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka au umekuzukia. Maana yake ondoka uangaze,
Maana yake ondoka ulete matokeo kulingana na kile kilichowekwa wapi? Kilichozuka ndani yako. Matokeo gani? Angalia kwenye matokeo. Anasema ya kwamba na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Watu mataifa yatakujilia, walete utajiri wao, sijui kondoo fulani watakujia, hawa nao watakujia, watatoka mbali watakujia wewe. Kwa nini? Kwa sababu nuru yako imefanya nini? Imeangaza. Maana yake napozungumza dhahabu kung'aa, ni kama kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu. Kile kitu kiking'aa nje kitaleta matokeo, ambao wakati mwingine tukiangalia kwenye huo mng'ao kwenye mambo ya kifedha, waganga watakuitia, watakwambia ni nyota ya mtu imechafuka. Kwa hiyo ndio maana unafanya biashara vitu haviendi, unafanya biashara wateja hawaji. Maana yake kuna kitu akivutii, kuna kitu akisababishi matokeo unaoyataka, kuna kitu achiwi kama vile ambavyo unataka. Maana yake kile sasa cha ndani kikiwa kimeharibika hicho, huku nje utajitahidi sana, lakini hutaweza kupata matokeo unaoyatamani kwa nje. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Ndio sawa na kile ambacho anasema kwenye kitabu cha Isaya. Huku nje, ndani kimeharibika. Nje anajitahidi kuvaa mavazi mazuri, lakini anayemuona anaona amevaa mavazi ya magunia. Kwa nini? Kwa sababu watu watatafsiri kilichoko ndani yako, sio muonekano wako wa nje. Ndio maana unaweza ukajikuta wewe ni mzuri sana, lakini kuolewa uolewi. Alafu wanaoolewa mpaka unajiuliza, huyu aliyemuoa huyu ameolewa, yani amevutiwa na nini? Hana vigezo ulivyo navyo, lakini yeye ataolewa, wewe utafanya nini? Kwa nini? Nini kinaamua kilichoko ndani yako? Anasema ya kwamba anajipulizia marashi, lakini ananukia nini? Uvundo. Maana yake jitihada za nje unaweza ukazifanya sana, lakini kama hiyo dhahabu ndani imeshughulikiwa, maana yake nje watu hautapata matokeo ambayo unayatamani kulingana na zile jitihada zako. Ndio maana sasa, ili uweze kupata matokeo mazuri, lazima uangalie visivyoonekana au kilichofichwa ndani yako, ambacho ndicho kinacholeta matokeo ya nje yako. Haleluya. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Nasema Kristo Yesu atusaidie. Kilichowekwa ndani yako ambacho kinaleta matokeo ya wapi? Ya nje. Kilichowekwa ndani ambacho kinaleta matokeo ya nje. Maana sasa kile cha ndani kiking'aa, maana yake huku nje tutaona matokeo. Kile cha ndani kikifunuka, huku nje tutaona kama kilichoko ndani kwa ajili ya biashara, tutaona huku nje unafanya biashara, wateja wanakuja, watu wananunua, hawaulizi mara mbili. Haezi akatoka kwenye duka lako akaenda kwa duka la mwingine kununua, atakuja kwenye duka lako, atauliza, atanunua. Watakuja watu kutoka sehemu mbalimbali, watanunua. Kwa nini? Kwa sababu tu kuna kitu kilichoko ndani kinavuta. Haleluya. Nenda mjini, nenda kaangalia, kuna watu wana maduka uchochoroni. Yaani wana maduka uchochoroni. Alafu unakuta kuna watu wametega maduka yao mbele kabisa ya barabara. Mtu anatoka hapo, anavuka, anaenda kununua uchochoroni kabisa, huko ndani anaenda kununua, lakini hivyo vitu vyote viko kwenye maduka ya huko nje. Nini kimempeleka uchochoroni? Ukiwauliza watu wengine watakwambia ni nyota. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Lakini mimi nitasema ya kwamba kuna kitu ambacho kinavutia au kimewekwa ndani kinacholeta matokeo, kitamtoa mtu fulani aliyoko mbali sana atoke huko aje hapo anunue kitu. Lakini hicho kilichokusababisha kumtoa huko ndicho ambacho ninakizungumzia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo kama adui atashughulika na wewe, hatashughulika na nje yako, atashughulika na hicho ambacho kupitia hicho watu watakuja, kupitia hicho watu wataondoka. Kwa hiyo hicho ndicho cha thamani sana kuliko chochote kilichoko nje ya mtu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Okay, tuiangalie. Angalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 65. Kitabu cha Isaya sura ya 65. Hii nitarudia mara kadhaa sana ili uelewe. Kwa sababu hichi ukielewa kwenye hii tunapiga hatua nyingine. Angalia Isaya sura ya 65, angalia ule mstari wa 8. Isaya sura ya 65 mstari wa 8. Kwa sababu wengi tumeharibiwa, wengi walioko hapa si kwamba hali yao ya maisha ya nje ndio hivyo ilivyoumbwa, sivyo. Lakini wengi vile vyenye kuleta matokeo unayoyataka ndicho kilichoshughulikiwa. Siku hicho ambacho kinaleta matokeo unayoyataka kikiachiliwa, au utakuwa hivi ulivyo. Umefika? Kitabu cha Isaya sura ya 65, angalia ule mstari wa 8. Angalia mstari wa 8. Anasema hivi, Bwana asema hivi: kama vile divai mpya ipatikanayo katika kichala, na mtu mmoja usema. Malizia. Rudia kwa sauti tena. Anasema ya kwamba na mtu mmoja anasema usikiharibu, kwa maana mna baraka ndani yake. Hebu sema baraka ndani yake. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Baraka ni nini? Tafakari. Baraka ni nini? Baraka ni gari na nyumba. Kama baraka ni gari na nyumba na mashamba na watoto, nyosha mkono juu, punga namna hii kabisa. Hiyo ni baraka. Kama nyosha juu kwa ujasiri kabisa. Okay. Nafanya sina uhakika sana, lakini nyosha tu kama wepa ya gari, sio mbaya. Lakini baraka ni nini? Kama anasema kwa sababu ndani yake kuna baraka, maana yake ndani yake tungesema kuna gari. Kama baraka ni gari, tungesema ndani yake kuna nyumba, kama baraka ni nyumba. Kwa hiyo baraka sio gari, baraka sio nyumba. Baraka ni fedha, sio fedha. Baraka ni nini? Kwa hiyo kama anasema ndani yake mna baraka, hivi vingine hivi unavyovisema, asa yule mtu amebarikiwa sana. Kwa nini? Tumeona matokeo ya nje. Tukisema baraka ni kitu, hapa anatuambia kwa sababu ndani yake mna nini? Mna baraka, sio nyumbani. Ndani yake. Kwa hiyo ndani yake kuna kitu ambacho kinaitwa baraka, ambacho hicho kilichoko ndani yake ambacho kinaitwa baraka ndicho kinye uwezo wa kuleta matokeo ya nje. Ambao matokeo ya nje tutaona magari, majumba na nini, lakini kwa sababu ya roho ambayo tungeisema inaitwa nini? Baraka. Unanielewa? Kwa hiyo sasa hapa anasema ya kwamba msikiharibu, kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna baraka. Alafu anasema hivi, ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu wote, nisiwaharibu wote. Hebu sema nisiwaharibu wote. Asiwaharibu wote. Maana yake wako ambao wataharibiwa, wako ambao hawaharibiwi. Kwa nini hawaharibiwi? Kwa sababu ndani yao kuna kitu. Tuko pamoja? Anasema msiwaharibu kwa sababu ndani yao kuna. Maana yake kuna kitu ambacho kiko ndani, ambacho ndicho ambacho kinasababisha ya kwamba hawa watu wasiharibiwe.
Nanielewa? Naomba nirudie. Anasema hivi, Bwana asema hivi, kama vile divai mpya ipatikanayo katika kichala, na mtu mmoja usema, usikiharibu, kwa maana mna baraka ndani yake. Ambacho hichi kichala ambacho anachokisema hapa ni chombo ambacho tulikiangalia kule ni mtu. Hapo chini Yesu anaonyesha pale ni mtu, ni watumishi. Kwa hiyo anasema kama ni mtu, maana yake huyu mtu asiharibiwe, kwa sababu tu ndani yake kuna kitu ambacho kinaitwa baraka. Kwa kinachosababisha asiharibiwe ni kile kilichoko ndani yake. Maana yake kile kilichoko ndani kikiondoka, tutasema waharibiwe wengine, au wengine wasiharibiwe, kwa kuangalia kile kilichoko wapi? Ndani. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kristo Yesu atusaidie. Hujanielewa? Hebu tusome kwenye Matendo, labda utanielewa kwenye hii hapa. Matendo sura ya 9. Matendo sura ya 9. Matendo sura ya 9 ule mstari wa 15. Matendo 19 ule mstari wa 15. Matendo sura ya 9 15 mstari anasema hivi. Hapa tuanze ule mstari wa ukianza kusoma kuanzia hapa mstari wa 17, anasema hivi: Anania akaenda zake, akaingia kule nyumbani, akamwekea mikono. Nisome mstari wa 14. Nisome kwanza mstari wa 18. Anasema hivi: Ataapa ana amri, akizungumza kwa habari ya mtu anaitwa Sauli. Ataapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wa kuitiao jina lako. Mstari wa 15 soma. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo changu, achukuae nini? Jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wakuu wa Israeli. Naomba niishie hapa. Anazungumza juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli, ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtu wa Tarso, ambaye alikuwa ni muuaji, na alikuwa na waua watu, aina ya watu, sio mtu muuaji wa kuua kila mtu. Alikuwa anawatafuta watu ambao ni watu wa Kristo. Akisikia kuna mtu mahali ni Mkristo, anaua. Kwa hiyo alichukua kibali cha kwenda kuua. Alipofikiwa na Mungu akashughulika naye. Huyu alikuwa anaogopwa, ni tishio, anajulikana, kiasi kwamba tungelimuona akiwa anaingia, kwa sababu kuna wakati aliingia katikati ya wanafunzi watu wengine walipata shida, mpaka ikabidi atafutwe mtu wa kwenda kumtambulisha, jamani, huyu jamaa sasa hivi amefanya nini? Amekuja kuokoka. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni muuaji. Sasa anakuja, nje yake anatambulikana wazi, Sauli muuaji, lakini ndani yake Mungu anasema ana nini? Asiharibiwe, kwa sababu ana kitu.
Na pale anazungumza ya kwamba amewekwa kwa ajili ya kulibeba jina langu kwa mataifa na kwa wafalme. Kwa hiyo angalia hapo. Kwa hiyo huyu kama ingelikuwa ni kutaka kuuawa, Mungu angezuia asiuawe. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ana kitu ambacho alipaswa kufanya kwa mataifa na kwa nini? Kwa wafalme. Ambaye alikuwa mbaya sana, sawa, lakini ndani yake bado kuna nini? Tungelisema ya kwamba kama ndani yake Mungu alimwekea dhahabu safi, ile dhahabu kule anasema dhahabu imebadilika. Maana yake badala ya kufanya kile cha Mungu inafanya kile cha nini? Cha giza. Imebadilika. Lakini akiwa anatembea, tungelisema ya kwamba huyu mtu ndani yake ana kitu, na kwa sababu ndani yake ana kitu, hawezi akaharibiwa. Kwa hiyo ili adui asababishe wewe uharibike au uharibiwe au uteseke kwa namna yoyote, atashughulika na kile kilichowekwa baraka au cha thamani kilichowekwa wapi? Ndani yako. Sasa kwa hiyo tukisema ya kwamba tuko kwa ajili ya kufichua dhahabu ndani, maana kufichua kile kilicho cha thamani ambacho Mungu alikiweka au amekiweka wapi? Ndani yako. Haleluya. Sasa kinaweza kikawa cha aina tofauti tofauti kulingana na kile ambacho Mungu amekiweka. Naomba niseme hivi tena. Sawa sawa na kile ambacho Mungu amekiweka. Kama vipi? Kwenye Matendo 13 mstari wa kwanza na wa pili. Matendo 13 mstari wa kwanza na wa pili. 13 kwanza na pili anasema hivi. Mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi: na uko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na waalimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkriene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Mstari wa pili: basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hebu sema, nitengeeni fulani na fulani, Barnaba na Sauli, kwa ajili ya kazi ile niliyowaitia. Hapa inatuonyesha hivi, kazi ile maana yake ni aina ya kitu ambacho hao wameitiwa na nani? Na Mungu. Tuko pamoja? Maana yake nitengeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi ile. Ile tafsiri ya kwamba kuna aina ya kitu ambacho wamewekewa na Mungu wafanye, na kwa sababu amewekewa na Mungu wafanye, sio kila mmoja anaweza akafanya hicho. Ni wale ambao wamewekewa kazi hiyo wafanye, ambayo kwenye kitabu cha Isaya Yeremia, tuangalie Yeremia 1:18 hata Isaya 41 ni mstari wa 15. Labda tuangalie kwanza Isaya 41:15. Anaposema kazi, kwa ajili ya kazi ile nini? Kwa ajili ya kazi ile aliyoitiwa, ambao kazi ile aliyoitiwa ndio inayodhihirisha ile dhahabu iliyowekwa ndani yake ni namna gani. 41:15 Isaya anasema hivi, 41:15, tazama
nitakufanya. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Okay, nirudie tena. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kipya. Nachotaka ubebe pale cha kwanza, lile neno nitakufanya. Kwa hiyo kama kule anasema nitengeeni Sauli na Barnaba na huyu kwa kazi hile niliyowaitia, maana yake kazi ile aliyoitiwa imesababisha Mungu awafanye wa aina fulani kulingana na kazi aliyoitiwa. Mnanielewa? Mnanielewa? Okay, labda niseme hivi, hebu tuangalie swala la kazi. Tuangalie swala la kazi. Kuna mtu hapa hana uwezo wa kuchinja kuku. Kama uko una uwezo wa kuchinja kuku kama mimi, nyosha mkono hivi. Wako wengi. Yaani kuku tu kazi kuchinja. Akiona ile damu ya kuku na ule kuku anarukaruka hivi, yeye analia. Hawa anaweza kairisha hata kumla. Okay. Umewahi kufikiri juu ya nesi au madaktari ambao wako kule mahospitalini, ambao analetwa mtu amepasuka amechambuka kabisa, wala hawazi kabisa, anachukua ile damu, anachukua mfupa Kuna watu ambao hatuwezi hiyo kazi. Nani ambao haiwezi hiyo kazi? Okay, kwa hiyo wengi hawawezi hiyo kazi. Maana yake kama uwezi hiyo kazi, hawa tungesema ya kwamba amewafanya tofauti. Sawa? Lile neno kwamba nimekufanya, maana yake nimeona hali ya kuhitajika au hali ya tatizo hili, kwa hiyo nikautengeneza moyo wako uwe mgumu kama gumegume, ambao ina uwezo wa kukutana na makashikashi hayo usipate shida. Kwa hiyo anatengenezwa au anaumbwa, ningesema anaumbwa tofauti na mtu mwingine. Maana yake huku nje uko sawa kabisa na wengine, lakini ndani yako kuna kitu ambacho Mungu anakuumba kinakuwa tofauti, cha kuweza kukutana na misukosuko hiyo ya namna hiyo na usipate nini? Usipate shida. Kristo Yesu atusaidie. Kulikuwa kuna mtu mmoja, mtumishi mmoja, yeye tulikuwa tukiomba, ikatokezea watu wakaanza kutapika. Yaani ni mtumishi lakini atawasaidia. Akiona tu matapishi na yeye anatapika. Yaani hivyo. Lakini sio anatapika na maroho. Yaani akiona tu matapishi, yeye anafanya nini? Anatapika. Lakini kuna wengine ambao wametengenezwa, unakutana mtu ametapika matapishi, kiangalia hivi kama vipande vya nyama huko ndani, naona unayapekwa hivi, mbona kama kuna kitu huku ndani. Yaani upate shida. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Maana yake kuna namna ambavyo Mungu anasema nitakufanya. Sasa hapa huyu anasema nitakufanya kuwa chombo kipya cha kupuria chenye meno. Maana yake kuna ambao wamefanywa kuwa chombo lakini hakina nini? Hakina meno. Kwa nini hakina meno? Kwa kutegemeana na kazi yako uliofanya nini? Ulioitiwa. Haleluya. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Ndio maana sasa hii italeta maana tofauti sana. Kwenye Yeremia anasema, kusema mwingine anasema ya kwamba Bwana atakufanya kuwa wewe rungu nini? Yeremia 51, rungu langu na silaha yangu ya nini? Ya vita. Umefanywa. Kwa hiyo huyo aliyefanywa hivi anakuwa tofauti kabisa
tungelisema ya kwamba muonekane kama maua. Yaani si wote hapa Mungu akituangalia anatuona kama maua. Hatutaonekana maua ya rangi moja kwa kutegemeana au kwa kulinganisha na kile kilichowekwa wapi? Kilichowekwa ndani. Huyu ataonekana ua lake la njano, huyu hapa anatoa ua la blue, yule pale ua la kijani, yule ua jingine, na hiyo ndio ambayo inamfanya mtu anakuwa tofauti na mtu mwingine yoyote. Yaani wewe hapo, wewe ni wa tofauti kabisa na thamani yako ni ya tofauti kabisa, kwa sababu wote tunaweza tukawa maua, lakini mimi ua langu la njano, la kwako ni jekundu. Na hizo tofauti ndizo zinaleta uzuri. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Kwa tunapozungumza juu ya kitu cha dhahabu ndani, maana yake sio nje au sio vitu ambavyo tutasema hii ni dhahabu hivi. Ijapo Mungu anaweza akakuonyesha wewe ya kwamba una nini kwako, aidha anaweza akakuonyesha kwa kuota vitu vya namna hiyo, labda vya dhahabu. Kama mtu mmoja akaniambia kwamba nimewahi kuota, amewahi kuota amevalishwa vazi lote ni dhahabu tupu, yani vazi lake kuanzia juu ni dhahabu kabisa, mpaka anaogopa. Mwingine akaniambia wiki iliyopita ya kwamba akaota ndoto anapita Kilombero, Krokon, anasema, alafu akaona watu kwenye ulimwengu wa roho, watu wanamtafuta. Alafu siku moja akaenda kweli, kwenye ndoto anaona ana dhahabu kubwa shingoni, alafu akawa anatafutwa kwenye ndoto. Siku moja akapita kweli mwilini kabisa, na amevaa zake cheni hivyo hivyo ambayo ni ya rangi ya nene, na watu wakawa wanamfuata. Kuna vijana wakatokezea wanamfuata mpaka kuambia, jamani hii ni 10,000 jamani, hii jamani, msije mkaondoka na shingo, hii sio dhahabu. Lakini mbona yani kaya kwamba nini ni dhahabu. Ndio maana akakwambia nje Mungu anaweza akakuonyesha wazi au kwa njia ya ndoto ya kwamba una nini, una vitu vya thamani au dhahabu hivyo. Lakini hii ikiwa na ishara tu ya kwamba Mungu anataka kuonyesha ya kwamba ndani yako una kitu ambacho ni cha thamani. Haleluya, haleluya, una kitu cha thamani. Kuna wengine wanaweza wakaota ndoto wamevaa kile kinini malikia wanavaga, crown ya dhahabu, na hiyo haina maana ya nje, ina maana ya ndani. Maana yake kuna kitu ambacho kinakutambulisha cha thamani cha tofauti, ambacho kitakusababisha ufatwe. Mwambie jirani yako, kitakusababisha ufatwe. Kama huyu alifatwa na wezi, kwa nini? Kwa sababu ana dhahabu. Ndivyo ambavyo watu wengi sana wenye vitu hivyo wanafuataga sana. Wengine wanafuatwa na mapepo, wengine wanafuatwa na majini, wengine wanafuatwa na nini. Kwani kwa sababu ana kitu ambacho ni cha thamani. Sasa watu wengine wanajiuliza, kwa nini watu hao wanalipukaga mapepo? Nini cha thamani ulicho nacho? Kwa wakati mwingine ibilisi anang'ang'ana na hao watu ni kwa sababu tu kuna kitu ambacho si cha kikawaida ambacho unacho. Hicho ambacho si cha kawaida kikidhirika, kama ni kwa ajili ya biashara, unakuwa mtu mwingine. Hicho ambacho si cha kikawaida kikidhirika, kama ni cha utumishi, wewe unakuwa mtu mwingine. Hautaomba kibali, hautaomba watu wakufate, watu watakufuata. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimedhihirika, kinaleta matokeo. Haleluya. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Hebu kunjua mikono yako mbele hivi. Ikunjue mikono yako mbele. Muda wetu umeisha. Kunjua mikono yako mbele. Na mimi kidogo sasa umeanza kuelewa dhahabu tunatoka nayo kule, kutoka kwenye mawe, tunakuja ni kitu ambacho kiko ndani. Kwenye kitu ambacho kiko ndani, ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani, kinanifanya mimi niwe kama vile, na hiyo ndio dhahabu. Kule anasema kwamba msiwaangamize kwa sababu ndani yangu kuna baraka. Kwa hiyo baraka ni nini? Baraka ni kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako,
ambacho wachawi na maadui wanatafuta kukiharibu hicho. Wakikiharibu tu hicho, huku nje unapoteza thamani na uharibifu unaweza ukaingia. Kwa nini? Kwa sababu kinachokufanya usiweze kuharibika ni ile baraka iliyoko ndani au kile kilichoko ndani. Kama kile kilichoko ndani kiko ndani yako, kinafanya na Mungu amekijilia, kitaleta matokeo, na matokeo yatakuwa ya kipekee sana. Kunjua mikono yako, funika macho yako. My God. Siku moja nilikuwa nasumbuliwa na mawazo juu ya mtu mmoja ambaye yuko hapa. Unajaribu kuangalia, nikaangalia vita ambavyo yuko navyo, mdogo, mateso anayoteseka, dhoruba anazokutana nazo, vita anavyokutana navyo. Nikajiuliza, kwa nini huyu mtu anapitia hivi? Kwa nini mtu anapitia hivi? Kwa nini? Lakini Mungu akanipa kuona ndani yake. Nilipoona ndani yake, nikaelewa wazi nje yake kwa nini sasa ibilisi anapigana naye. My Jesus. Wakati mwingine tunazungumzaga ya kwamba kuna watu ambao ni mgodi wa dhahabu. Yaani si dhahabu tu, lakini kusema ni mgodi maana yake, my God, ana vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yake ambavyo ni vya kipekee. Mwahi kusikia watu wasema, huyu jamaa anatema madini, maana yake anaongea vya thamani. Akiongea neno, si tu neno, linakuwa lina kitu ambacho ni cha kipekee, kinakuwa kimewishwa ndani, kimevuviwa ndani, kinatoka na nguvu fulani kwenye maisha ya huyo mtu. Kwa hii ndio inayotoa tofauti ya vita. Ninaomba Mungu ahusike kwenye maisha yako sasa kwa jina la Yesu. Ninaelewa wazi ninachokizungumza. Ninaelewa wazi kwa nini watu wengi wameshikiliwa, maisha yao hayaendi, uchumi uendi, biashara ziendi, ili na ile aliendi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Ukiwa umenyoosha mikono yako mbele, nataka niombe kwa ajili ya mtu mmoja hapa ambaye kwa sababu tu ameelewa ni shida, kwa sababu ameelewa hichi, ameelewa ninachozungumza, na hakuna dhoruba kubwa kwake kama kuruhusiwa kuelewa hichi. Sasa ameelewa, na kuzimu hukutaka waelewe hichi. Kwa sababu ameelewa, shida inaanzia hapo. Kwa nini ameelewa? My Jesus. Kwa nini ameelewa? Kwa nini ameelewa? Shida inaanzia hapo. Shida inaanzia hapo. Shida inaanzia hapo. Kwa nini ameelewa? Sababu hawataki aelewe, ajue ya kwamba ndani yake kuna nini. Jesus. 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 Hebu chemea katika jina la Yesu. Chemea katika jina la Yesu. Nenda juu. Tuna dakika 2 tu tuongeze. Tumsaidie huyu mtu mmoja. Huyu mtu. Chemea katika jina la Yesu. Chemea katika jina la Yesu. Litie jina la Yesu. Litie jina la Yesu. Litie jina la Yesu. Wewe ujui, lakini Lucifer anajua. Kuzimu anajua. Mapepo yanajua. Huyu ni nani? Ni nani? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chemea tu. Tumsaidie huyu mtu mmoja tumalize. Kwa sababu kwa kuelewa huko, kuna watu ukiwaacha wakaondoka kwa kile walichoelewa, ni hatari kwenye malango ya kuzimu. Chemea kwa jina la Yesu. Nenda juu.
Nenda. Ukifika nitakwambia. Ukifika nitakwambia, nenda. Nenda tu. Nenda. Nenda. Jesus. Hii ndio sababu kwa nini vita vyake ni vikubwa. Kwa sababu ndani yake kuna dhahabu. Kwa sababu ndani yake kuna kitu cha Mungu kimefichika. Kwa sababu kuna shehena ambazo zimestirika ndani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu mtoto wako. Ninaomba kwa ajili ya huyu mtoto wako. Kwa jina la Yesu Kristo, nazungumza na malango ya mauti. Nazungumza na malango ya mauti. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, hujaruhusu wafe. Yesu, hujaruhusu waharibiwe. Kwa sababu kuna dhahabu ndani yake. Hujaruhusu waharibiwe. Kwa sababu kuna dhahabu ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Ijapo wamepigana naye, lakini hawajamuua, hawajamuangamiza, anaishi leo. Ninaomba kwa ajili yake, kwa jina la Yesu Kristo. Hayo majeshi yote yanayomfuata kwa sababu ya hiyo cho alichobeba. Hayo majeshi yote yanayomfuata, wanaomtafuta, 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 wanaomchimbiza, wanaomchimbiza apate utulivu, anakimbizwa usiku, akiwa amelala anakimbizwa, anakimbizwa na wanajeshi, anakimbizwa na wanajeshi, anakimbizwa na watu mbalimbali, watu mbalimbali, anakimbizwa na watu wenye silaha mbalimbali, anakimbizwa na watu mbalimbali, anakimbizwa na wanyama mbalimbali, ili asije akapata utulivu. Nasema achia, mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie haraka. Jesus. No, bado. Chemea. Chemea. Ongeza kidogo. Chemea, tumsaidie huyu hapa. Chemea, tumsaidie huyu hapa. Chemea, tumsaidie. Anawindwa kuliko unavyofikiri. Anafuatiliwa kuliko unavyofikiri. Anatafutwa kuliko unavyofikiri. Anakimbizwa kuliko unavyofikiri. Hebu chemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hayo majeshi yanayomkimbiza, paka ndege za vita, paka ndege za kivita, akijificha wanamuona. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, akiomba msaada, wanadamu walioko karibu naye hawawezi msaidia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba, ninaomba kwa ajili yake. Jesus. Jesus. Namuona msichana ananyoshia kidole. Nikisema hivi naona wananyosha kidole kama hawataki aguswe, hawataki aguswe. Jesus. Mmekula muda mrefu hapo, mmecheza na hizo thamani zilizoko ndani kwa muda mrefu. Natangaza mwisho wenu. Chemea, tumsaidie huyu hapa. Moja. Nenda juu. Ongeza sauti yako. Hivi sio vita vya kitoto. Hivi sio vita vya kitoto. Huyu hawezi akasubiri kesho kutwa. No. Nenda tu. Hawezi akasubiri kesho kutwa. Hawezi kusubiri kesho kutwa. Hawezi kusubiri kesho kutwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ujui vita yake wewe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, ninaomba kwa ajili ya huyo msichana. Ninaomba kwa ajili ya huyo msichana. Ninaomba kwa ajili ya hivi vitu ambavyo Yesu umeweka ndani yake. Umeweka ndani
ndani yake, ndugu zake hawaelewi, wazazi wake hawaelewi, lakini kinasababisha vita, kinasababisha dhoruba. Kwa jina la Yesu Kristo ninatuma moto kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu zilizoshika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, machi haraka moto kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo vya thamani vilivyowekwa ndani kwa jina la Yesu Kristo, nafanya kwa jina la Yesu, napitisha moto kwa jina la Yesu. Achia, achia. Anaachia, anaachia, mwachia haraka. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Miungu kwa jina la Yesu inaomiliki huyu mtu, imwachie kwa jina la Yesu. Achia hiyo hazina iliyositirika ndani yake, ninafichua kwa jina la Yesu. Hiyo hazina iliyositirika ndani, na fichua, fichuka, 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 fichuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fichuka. Jesus, my God. Hebu sema fichuka. Fichuka, nenda. Fichuka, nenda. 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 Ongeza sauti. Nenda. Nenda, utaona saa hivi inafichuka. Hazina zilizofichika ndani yako, umefunikwa uonekani kwa jina la Yesu, lakini wewe ni si wa kawaida, lakini wamekuficha au uonekani. Unawatoa vitu vizuri lakini havionekani. Fichuka, 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 fichuka kwa jina la Yesu. Dhahabu ifichuke kwa jina la Yesu. Dhahabu iliyofichwa ndani fichuke kwa jina la Yesu Kristo. Iliyofichwa ndani ifichuke. Fichuka, fichuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fichuka, fichuka, fichuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fichuka kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ile lulu ya thamani uliyoificha ndani yangu, ambaye mtu mwingine yoyote hana, umeipendelea familia ya kwetu, ukaiweka kwangu. Umependelea ukoo wa kwetu kwa kuiweka kwangu. Umeipendelea huduma ya Adonai kwa kuweka kwangu. Umependelea mkoa wa Arusha ukaweka kwangu. Umeipendelea Tanzania ukaweka kwangu. Ninaomba saa hii ifunuke ndani yangu, ionekane kwa jina la Yesu. Ionekane na ubora wake na thamani yake, na thamani yake, na thamani yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ikang'ae sasa. Ikang'ae sasa. Ikaachiliwe sasa. Ikadhihirike sasa. Ikadhihirike sasa. Ikadhihirike Adonai. Ikadhihirike Adonai. Ikadhihirike Adonai. Ikadhihirike Adonai kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ikadhihirike Arusha. Ikadhihirike Tanzania kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii ninaomba ile nguvu inayozuia dhahabu ising'ae, hiyo nguvu ikaniachie. Ikaniachie. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho
kila kilichojificha kwenye maisha yangu, kila vitu vya thamani kwenye maisha yangu, kila vitu vya thamani vilivyowekwa kwenye mkono wa kushoto viachiliwe, kwenye mkono wa kuume viachiliwe kwa jina la Yesu. Kwenye malango ya kiuchumi viachiliwe kwa jina la Yesu. Na nyota yangu irudishwe. Macho yangu ya kinabii ya kuona mbali yaachiliwe kwa jina la Yesu. Mauti yoyote iliyoandaliwa kwangu ndani ya mwezi huu ibatilike, ibatilike kwa jina la Yesu. Mauti iliyoachiliwa ndani ya mwezi wa 3 iondoke juu yangu, iondoke juu yangu, iondoke juu yangu. Pepo la mauti, pepo la mauti, achia maisha yangu. Jesus. Ile ni pepo ambalo limepewa kazi kwa sababu ya hichi kitu, kwa ajili ya ile somo. Kwa limepewa kuhakikisha kwamba linafanya kazi kwa huyo mtu ndani ya mwezi wa 3, kumuua tu ili asije akananili hichi kitu kikubwa mno ndani yake kisije kafunuka. Hebu kishemea tumsaidie. Pepo mauti kwa jina la Yesu Kristo, piga kelele, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawasha moto kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Machia, 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 toka kwa jina la Yesu. Pepo mauti ulioachiliwa mwezi wa 3 ili kwamba asije akafanya mapinduzi, ili kwamba asije akafanya hayo mapinduzi, achia, achia kwa jina la Yesu, achia, toka kwake, toka kwake. Ninakutuma haraka, fungasha, nenda kwa aliyokutuma kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Hichi ni kinga kilichotolewa motoni. Huyu amebeba agano la Kristo, huyu amebeba neema ya Mungu. Wezi muua, wezi muua kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Hii ni silaha ya Mungu ya vita, wezi kuikatizia njiani. Toka, chia. Hili ni rungu la Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achia miguu yake, achia, achia moyo wake, achia moyo wake. Hakuna ajali ya barabarani, hakuna. Hiyo ajali haipo, 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 hiyo ajali haipo. Toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, sintakufa kwa hiyo ajali, sintakufa kwa ajali, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sintakufa kwa ajali, kwa jina la Yesu. Maana ndani yangu kuna baraka, siwezi kuuawa, nakataa kufa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako juu. Baba mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninaomba mkono wako kuwa juu yao. Ninaomba neema yao neema yako itembee nao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya siku ya kesho kutwa. Asante kwa ajili ya kufanya kazi kwa Roho wako kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninaomba kesho kutwa Roho wako Mtakatifu anayefichua,
anayeharibu, anayepiga zile madhabahu zilizoshika dhahabu isitoe mwangaza wake, nyota hiyo ising'ae kwa jina la Yesu. Tajiri asiwe tajiri kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa jina la Yesu, jina moja kwa damu ya Yesu Kristo, uliowakusudia kuvuka, Mungu wa milele yote, ukapate kutenda kitu ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wakabidhi watoto wako mikononi mwako Mfalme. Wanapotoka mahali hapa, naomba uwatangulie, lakini naomba uwafunulie wana nini ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wafunulie katika Roho Mtakatifu kuna kitu gani ndani yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na sadaka za mtoto wako Mungu wa milele yote ukazitakabali na kuzipokea, zikawe harufu ya manukato na uvumba machoni pako kwa ajili ya utukufu wako. Na wakabidhi mikononi mwako Kristo. Wanapotoka mahali hapa Bwana, naomba watangulie, enda nao na utukufu wako ukiwashika katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Damu ya Yesu kuhifadhi. Naomba uende na amani ya Yesu Kristo. Karibu uachilie sadaka yako mbele za Mungu. Ila ninaomba kesho kutwa jitahidi kuwahi. Kesho kutwa jitahidi kuwahi. Tutakuwa na maombi maalum kabisa.